kwa hakika dua hii ndio dua kubwa adhimu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam akamfundisha Shaddad bin Aus. Fanyeni bidii ikhwani, tuhifadhi dua hii, tuiandike. Kwa yule ambaye bado hajahifadhi aiandike, awe mara kwa mara akiisoma hii dua aliyofundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua ambayo imekusanya khairi zote za dunia na khairi zote za akhira. Allahumma inni as'aluka athabata fil amr wal azimata ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik wa as'aluka lisanan sadiqan wa qalban saliman wa as'aluka min khayri ma ta'lam wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta allamul ghuyub. Tufasiri haya maneno ili tuone uzito wa hii dua katika maisha yetu na katika kule tunapomwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwe tuelewa tunamwomba kitu gani. Allahumma inni as'aluka athabata fil amri, ya Rabbi tunakuomba utupe thabat katika amri yako ya Uislamu, utupe thabat katika tauhid, utupe thabat katika ibada na katika taat, tubaki pale pale, sababu kesho hujui utakuwa katika hali gani. Kisha tunamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, wa as'aluka alazimata ala ar-rushd, tunamwomba Allah azza wa jalla atupe azma ya kufanya mambo ya khairi, mambo ya uongofu. Muislamu anaweza kujitamanisha akasema, mimi insha Allah taala kuanzia kesho nitaanza kutoa sadaqa. Kesho inafika anaipeleka tena mbele, insha Allah kesho ijayo. Ikifika anasema insha Allah nitaanza mwezi ujao vizuri, Ramadhani haiko mbali, wacha nianze Ramadhani. Ramadhani inaingia inatoka, anasema hapana, ngoja nianze Muharram, maana ndio mwanzo wa mwaka wa Kiislamu. Hivyo mpaka anakufa, hakuna kitu kama azima. Maana yake ni moyo wa kutekeleza pale kwa pale, hakuna mambo ya kufikiria. Wa as'aluka alazimata ala rushdi, na rushdi ni kila aina ya uongofu, kila aina ya khairi, kila aina ya taa inaingia katika rushd. Wa as'aluka, na nakuomba ya Rabb mujibati rahmatik, na kuomba sababu ambazo zitanifanya mimi nipate rahma yako. Mujibati rahmatik ay asbab rahmatik, sababu zitakazonifanya mimi nipate rahma yako ya Rabb. Kuna mambo mengi ambayo yanampelekea Muislamu kupata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, mambo mengi sana: al-iman, al-amalu salih, at-tauhid. Haya yote ni mambo ambayo yanamfanya Muislamu apate rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo mengi yametajwa ndani ya Qur'an. Hii ni darasa yake kando. Kusikiliza Qur'ani peke yake kwa utulivu na makini ni sababu ya kupata rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kusikiliza tu Qur'ani inasoma, wewe ukaisikiliza kwa makini na rahma, iwe ni katika swala, iwe nje ya swala, iwe kokote pale, Qur'ani inasoma, wewe ukaisikiliza kwa makini, ikakuingia katika moyo, ukafaidika nayo, turham, tayari wewe marehemu. Sasa unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala akusahilishie sababu za kupata rahma yake jalla wa ala. Wa as'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik, azaima maghfiratik, na kuomba ya Rabbi kadhalika unisahilishie sababu za kupata maghfira yako. Kuna sababu nyingi za kusamehewa madhambi. Kuna mambo mengi Muislamu anayefanya Allah subhanahu wa ta'ala umfutia madhambi. Swala za faradhi hizi ambazo twaziswali, ukiendelea kuziswali kwa nidhamu na masharti na utaratibu unaotakiwa, Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe madhambi. Wa as'aluka, na nakuomba ya Rabbi tabaraka wa ta'ala shukra ni'matik, na kuomba uniwezeshe ni kuweza kushukuru neema zako zote subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla amekwisha kupitisha, amekwisha kutoa katika hukumu yake kwamba mwanadamu akimshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah jalla jalalu kwa ukarimu wake na fadhila yake umuongezea mwanadamu. Wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik,
baada ya kumwomba Allah azza wa jalla akuwezeshe kushukuru neema ya Allah jalla jalalu, kadhalika unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala husna ibadatik, akuwezeshe kuweza kutekeleza ibada iwe ni ibada ambayo ni hasana. Sasa unamwomba Allah azza wa jalla, sio kumwomba tu akupe wakuwezeshe ufanye ibada, hapana. Unamwomba Allah azza wa jalla akuwezeshe utekeleze ibada iliyo nzuri zaidi ili aweze kuipokea, ibada iliyo na ikhlas na ibada inayoambatana, inayokwenda kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila ya kuongeza na bila ya kupunguza. Kiswali unamwomba Allah azza wa jalla akuwezeshe ile swala kuiswali swala ambayo itakuwa ni nzuri, itakayokubalika. Wa as'aluka qalban saliman, na nakuomba ya Rabbi unipe moyo salimu, ni moyo ambao umesalimika na maovu yote, moyo uliosalimika na shari zote. Na moyo huo ikhwani, wallahi si moyo rahisi kupatikana, ni sahali kusema, lakini kuwa na moyo kama huu wallahi ni kazi kubwa. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaifanya hii ni dua kumwomba Allah azza wa jalla bi an yu'ina an yakuna lahu qalban saliman. Si rahisi. Moyo unabeba maradhi mengi sana. Moyo unabeba maradhi ya nifaq, maradhi ya unafik. Moyo unabeba maradhi ya hasad. Moyo unabeba maradhi ya hiqdi, chuki. Mambo mengi, afat nyingi sana zinabebwa zote katika moyo huu mmoja wa mwanadamu. Na wakati mwingine mwanadamu huyo mmoja anaweza kuwa na maradhi sio moja wala maradhi mawili, maradhi mengi mno katika moyo wake mmoja. Wa as'aluka lisanan sadiqan, na nakuomba ya Rabbi unipe ulimi wa ukweli. Wa as'aluka, na nakuomba ya Rabbi khaira ma ta'lam, na kuomba unipe khairi yote ambayo unayojua wewe subhanahu wa ta'ala. Nipe khairi yote ile ambayo wewe subhanahu wa ta'ala waijua, mimi sijua. Nipe khairi ambayo wewe waijua. Sasa unamwachia Allah azza wa jalla akuchagulie khairi yeye anayojua, ambayo wewe mwanadamu itakufaa. Ni khairi gani yatakupa? Kama khairi yako ipo katika mali aina fulani, katika biashara aina fulani, atakupa. Kama khairi yako ipo katika kazi ya aina fulani, atakupa. Kama khairi yako ipo katika mke aina fulani, bibi aina fulani, atakupa. Umemwomba Allah subhanahu wa ta'ala khairi yeye anayojua. Wa a'udhu bika min sharri ma ta'lam, na najilinda kwako ya Rabbi na shari ambayo wewe waijua. Allahu akbar. Mimi mwanadamu, mimi kama kiumbe mwanadamu dhaifu, siwezi kujua shari zote ambazo zimenikabili. Labda unadhani kwamba kuna jambo fulani ni la shari, kumbe si la shari. Wewe unafikiri hivyo. Na kuna jambo ambalo ni la shari, wewe unaona ni la khairi. Na kuna jambo ambalo ni la khairi lakini kumbe ni la shari. Na kuna shari ambayo huijui kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anakuondolea shari kwa elimu yake jalla jalaluhu. Wewe badala ya kumwambia Allah azza wa jalla, ya Rabbi niepushie kitu fulani, kile kitu fulani wewe huna hakika ni shari au si shari. Na labda kuna shari huijui. Kwa ndio maana mwambia Allah subhanahu wa ta'ala sharra ma ta'lam, shari ambayo wewe waijua jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala. Wa astaghfiruka, na nakuomba ya Rabbi istighfar, na kuomba unisamehe, na kuomba unisamehe, unifutie madhambi, lima ta'lam, kwa yale yote ambayo wewe wayajua kwamba mimi nimeyafanya. Kwa yale yote ambayo wewe wayajua mimi nimekwisha kuyafanya. Mimi labda kuna mengine hata nimeyasahau, siyakumbuki, lakini wewe jalla jalalu unayajua, kwa hivyo nisamehe. Wa astaghfiruka lima ta'lam. Sasa unamwambia Allah subhanahu wa ta'ala nisamehe, nifutie haya madhambi yote ambayo wewe wayajua kwamba mimi nimekosea. Innaka anta allamul ghuyub, hakika yako wewe subhanahu wa ta'ala ni mwenye kujua zaidi mambo ya ghaib ambayo hakuna mwingine ayajua. Na kufikia hapa itakuwa tumefika mwisho wa kalima hii. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie sote min alladhina
yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.